Matukuyas hii ni Buda Boss Live, Malika Kinuka tunakausha enda spakei. Mimi ni anka wako Power Buda Boss. Hapo na mali supenda kujiachilia. Fenye naifeel. Buda maze kuna vitu tumecheki zikifanyika in the political scenario zenye roho safi mazeni za kushtua. Kumekuwa na historia leaders wakienda mahali mazee wanakuwa heckled. Na tumecheki scenes kama hizi zikitake place. Story inanisumbua kidogo na mazee najaribu kuimagine. Nimejaribu kuingia kwa context kidogo ya the heckler. Imagine jamaa ameamka asubuhi na mapema mti yangu. Umedunga mazee t-shirt za campaign na venye material na kwa nyepesi mti yangu. Ukisweat lazima mazee ikushike designer ikai. Umengangana mazee umeingia pale mazee. Mko wengi mumefinyana. Imagine hiyo jasho. Imagine mazee mixed ya jasho na marashi zingine za ajabu. Jua imewaka kuruka mti yangu. Mumeambiwa mazee utalia anakuja lakini hujui anakuja saa ngapi. So mmekaa mtu mti yangu ni kungojea mnangojea. Mazee umekaa pale hivyo, mababu kuna watu pia wamekaa ni wagondi. Ile sombili uko nayo probably pia ushapigwa pinchi mti yangu. Ile simu niko nayo maybe kuna mseshavuka nayo. Wewe ni demu uko pale katikati, mmefinyana hivi. Kuna kapavati fulani nyuma yako mwenye ana appreciate the zero distance between you na yeye mti yangu. Unafili utalia na ufala lakini hakuna kenye unaweza kufanya. Kuna mseme kukanyaga mguu, kuna mseme zena kufinya mazee. Hii situation ni tricky. Ukizuba hivi umepigwa kaposta kwa mgongo. Haujui utafanya nini mti yangu. Hii sola imekushika system. Sasa ni kuotea 1 hour. Mnambo mheshimiwa anakuja mnashangata ingia saa ngapi? 2 hours later mnasikia bado uko sijui base gani. 3 hours later utalia na ngojea tu. Alafu after hii stress yote mti yangu, probably kukula breakfast na kama ni kula mazee labda kitu nyepesi. Utalia by the time anatokea hata lunch hujadish. Uniambie hii stress yote ndio msee afike akuambie Kenya kona kukuambia wewe umheckle, wewe umpigie kelele. Hii story ni mekibu nenze. Only 2 things na nikalia possible kwa hii scenario. 1, probably huyu ni msee amelipwa. Because any time kama ulikuwa unataka kusikiza huyu msee, ungeenda ufanye kitu kingine mti yangu. Ungeenda tu ulale. Ungeenda utembelee mdhi. Mbona waste time yako upitie hii stress yote mti yangu ndio tu kuja utusi mtu? Either utalia amelipwa ama kuna story hatujui. Na in case utalia amelipwa, unafaa kuna shiku tuambie ni nani huyo amekupatia do. Naoni the kind of politician mti yangu hafai kukuwa allowed atakuvai, because kila mtu akona the right ya kukuwa hard, the right ya kuzungumza. Wewe uamue kama utampea kura ama hutampatia kura. The second thing yenye nafikiria ni lazima kwa huyu mtu uko na chuki fulani ndani yako yenye nakwambia afadhali upitie hii stress yote mti yangu. Afadhali uwesti time yote ndio ukuje tu utusio mzee juu umemchukia. Kama wewe ni msoko na this kind of hatred ndani yako towards any particular leader, the best thing unaweza do ni kuchorea. Nani alikuambia hatred yako for that leader is more important than the love watu wengine wako nayo for the same leader? Nini inafanya ufikirie wewe ndio the most important Kenyan, that your way peke yake ndio ina matter, that kama utaki kusikiza huyo msee mtu mwingine afai kumsikiza? Uko na ufala. Kila mdhi ako na right yake mti yangu. Usifikirie right yako ni more special than any other person's right mti yangu. The very way wewe unafeel uko na the right ya kuexpress your displeasure na msee, the very way sisi wengine tuko na the right ya kusikia huyo msee ako na nini ya kuoffer. So the next time unafeel hautaki kusikiza leader, chorea mti yangu. In fact, sifikiri kunaweza kuwa na any important statement unaweza peana to a leader kama kuabscond rally yake. Imagine umetokea kistudy fulani na kuna watu 3. Huyo leader atajua hapa stakikani. Probably hata atasimama kuongea. Ataingia ndai aishie. Na tusisahau that all authority comes from God mti yangu.
Sasa ile tuna heckle our leaders publicly, watoi wetu in due course wata heckle those in authority over them, including wewe kama mzazi. Na mimi nishaona situations, mtu yangu mzazi anaongelesha mtoi, mtu anamwambia kwenda huko na niambia nini wewe. Lazima as a nation tukwenda respect for authority. Tukichukia hiyo authority yenye hapo juu, tusi expect tuta receive respect hapa chini. Sasa @Freddy Buddha Boss, Twitter, Instagram changamka one time, Facebook page yetu Buddha Boss Live. Like, follow na usisahau kushare. Au sio? Na kumbuka mazee, YouTube Buddha Boss Live, subscribe kuruka, and tuko na website yetu www.buddhabosslive.co.ke. Au sio? Kose kuheshimu authority. Yes, saya.